Sasa wewe ndio unisogelee hapa sasa. Nadhani tuko vizuri sasa. Haya. Ujambo Haji Faustin Munishi. Na leo katika studio nimetembelewa na ndugu ambaye atajitambulisha majina yake. Karibu. Asante sana pia kwa Story Yangu Media. Basi nimesema ni vizuri nitembelee mwandishi vizuri sana tuweze kufahamiana, sio kupatana kwenye mitandao ya kijamii tu peke yake. No. Ni vizuri sana niweze kutembea kwa rafiki yangu tena. Nikuulize swali la kwanza. Sasa kilikuvutia mpaka ukaona uanzishe hiyo Story Yangu Media? Ni kusema kwamba hapa yani katika dunia tunaoishi, dunia hii ina mambo mengi sana, pia unajua media mara nyingi sana huwa zinasaidia watu. Zinawasaidia kivipi? Maybe unaweza ukajiuliza maswali, zinawasaidia kivipi? Maanake kuna changamoto tunazopatana nazo, tunazopambana nazo hapa duniani. Kwa hiyo tukiwa pale kwenye mtandao ya kijamii, kuna wale wanapitia changamoto ya maisha, kuna wale wanapitia changamoto tofauti. Kwa hiyo tukiwa pale tunaweza tukawasaidia kwa njia tofauti, na ni njia nyingi sana. Kama we mwandishi wa habari, tuseme kuna mwananchi au kuna mtu fulani tu anapitia maisha magumu, anapitia kipindi kigumu, unaweza ukazungumza naye ukiwa na chombo, maana yake tuko digital kwa sasa tuko digital ukazungumza naye ukiwa na maybe na simu, ukiwa na kamera zako hapo unamorekodi. Yani ukiweka pale kwenye mtandao ya kijamii, kuna wale wanaweza jitokeza wenyewe waweze kusema huyu tungemsaidia hivi, tunaweza msaidia maybe kimawazo tu, uweze akiwa na tatizo aweze kutatuliwa, tatizo hilo liweze kutatuliwa. So unaona. Asante sana. Sasa umeianza hiyo channel mwaka gani na inaendeleaje mpaka sasa hivi? Niseme kwamba inaendelea vizuri. Nadhani kwamba Story Yangu Media imekaa kwa muda wa miaka mitano sasa. Kwa sasa ni miaka mitano na bado inaendelea vizuri. Kunao watu wameweza kutusapoti pia. Maana yake kuna ile ilikuwa awali tukaipoteza, ilikuwa inaitwa Safari TV Kenya. Kwa hiyo sasa hii inaitwa Story Yangu Media Kenya. Kwa hivyo ningependa tu hata nikizungumza hapa, kuna wale watu wanaweza kimbilia huko YouTube wakitafuta Story Yangu Media Kenya. Kwa hivyo ndugu zetu pia muweze kusapoti pale kwenye YouTube yetu ya Story Yangu Media Kenya. Mkisubscribe, maana yake basi hiyo ni channel nyingine, kwa maana tulipoteza ile awali tulikuwa nayo, lakini tuko nao sasa mpya. So pia ningependa waweze pia kukimbilia pale, waangalie pia zile vitu ambazo huwa tunaweka pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Katika hiyo Story Media umesema imekaa miaka mitano. Kuna ile interview ambayo unaweza kuikumbuka ambayo uliifanya na ikazaa matunda, yule uliomhoji akasaidika? Kuna moja ambayo utaikumbuka? Okay, nazikumbuka, ingawa hiyo ilipata matatizo ikatolewa pale. Hiyo ndio ilikuwa imejaa video nyingi sana za wale watu wameweza kupitia matatizo, wakaweza kusaidika kupitia hiyo Safari TV Kenya. Niwakumbushe kwamba Safari TV Kenya ndio tuliweza kubadili ikaitwa sasa Story Yangu Media Kenya. Ilikuwa Safari TV Kenya. So baadaye tukabadili jina lake ikaitwa Story Yangu Media Kenya. Kwa hiyo sasa hiyo ya kwanza ndio ilikuwa na hizo video nyingi. Niweze kuwakumbusha kwamba pale ukienda kwa sasa hutaweza kuzipata video nyingi. Kwa sasa ndio tunaanza kujiandaa pale kwenye mtandao wa YouTube pale. Lakini niwakumbushe kwamba pale Facebook ni Story Yangu Media Kenya page, video utazipata nyingi sana kabisa. Kwa hiyo basi asante sana mtumishi. Swali lilikuwa kuna story yangu, kuna mtu uliowahi kumhoji, unakumbuka story yake ikafanya vizuri katika hiyo channel yako?
Yes, okay. Samahani basi sikuweza kulipata vizuri swali hilo. Ni kusema kwamba wapo kwenye hiyo channel ya kwanza yenye iliweza kutolewa kwenye mtandao pale YouTube. Kwa hiyo wa kwanza nakumbuka vizuri sana. Tulimpata maeneo ya Kayole kwenye barabara wakati walikuwa wanasema kwamba huyo ni mwenda wazimu. Lakini jinsi tulienda tukamhoji, tulikuta ni wale watu ambao wana matatizo. Matatizo tu ya kukosa chakula. Wale wana matatizo yani alikuwa na msongo wa mawazo. So tuliweza kumsaidia, ndio tuliweza kumhoji pale. Ndio akapata msaada, akaweza kusaidiwa, akatolewa hapo kwenye barabara. Basi akaenda kawekwa vizuri sana. Na sasa hiyo mtu uwezi fikiria ni yari kwa hapo kwenye barabara hapo. So sasa yako sawa kabisa. Anaendelea vizuri kabisa. Asante kwa kumsaidia huyo baada ya wewe kumhoji katika story yangu. Je, wewe sasa kama mwanahabari wa story yangu, una story yako? Maana lazima kila mtu kuna mahali ameanzia. Ndio. Hebu tueleze story yako. Unajua kwanza kwamba ukianza kuona chano hiyo, nimesema mwanzo kuwa ni mimi mwanzilishi wa Story Yangu Media Kenya. Ni kwamba hata mimi nilikuwa na story. Story yangu. Huwezi anzisha Story Yangu Media na wewe huna story. Yule ambaye atakutembelea na huna story, utaweza kumpea story gani? Yani utaweza kumtibu kivipi? Unajua sisi pale ni kama madaktari. Kuna yule anakuja na story yake, so ukimsikiliza vizuri yani unaona huyo mtu kweli anahitaji usaidizi. Unaona? Kwa hivyo pia mimi niko na story, lakini ningependa tu siku ya leo tusiingie sana ndani kwenye story yangu. Lakini tulipokuwa tumeketi na wewe tukinywa kachai pale, ulinieleza story nyingi ndefu. Pengine unaweza ukachukua kamoja tu, ile ambayo ulilala kwenye nyumba karumu kamoja kama bati, alafu bado sasa umepanda mpaka umefika kwenye story yako. Sasa una mke, unakaa nyumba kutoka nyumba ya 500 mpaka sasa unakaa nyumba ya 12,000. Ndugu yangu, sasa hiyo ni story ambayo watu wanataka kuisikia pia, sio kwamba wanahabari hawana story. Ni kweli story tuko nazo. Unajua niweze kusema kwamba kila mtu ana story. Ndio. Inaweza kuwa nzuri ama iwe mbaya, lakini najua kwamba kila mwanadamu ana story. Unaona, ana story. Hata we mwenyewe una story. Mimi hapa nina story. Yes, ndio, una story. Kwa hivyo niseme kwamba ni kipindi kigumu nilikipitia. Kwa hivyo sasa nikupitia juu tu, ni kidogo tu niweze kuwaonjesha kidogo. Maana yake nitarudi hapa ndani ya Munishi TV. Niweze kufafanua vizuri. Unaona? Yani ni kipindi nilipitia kigumu sana. Wakati huo nilikuwa napitia kipindi kigumu. Nilikuwa naishi sehemu inaitwa Kiambu, kaunti ya Kiambu. Unaona? Ndio. Sehemu inaitwa Soko Mujinga. Soko Mujinga Kiambu. Nimebadilisha hiyo soko, ilikuwa Soko Mwelevu. Soko Mwelevu. Sasa unajua ni kitambo na saa hii sasa kume-upgrade. Mambo sasa imekuwa ni kuzuri saa hii. Unaona? Kwa hiyo hapo nakumbuka kwamba ile nyumba nilikuwa na uwezo sikuwa nao. Yani bado nilikuwa na stress. Hiyo nyumba yenye unaniambia ilikuwa ya 550. Na bado ni kizungumkuti kuilipa nayo ni shida ndugu yangu. Ilikuwa 550, kuilipa ilikuwa ni ngumu sana. Sawa kabisa. Na tulikuwa na ndugu yangu mmoja, naye sasa nikifika kwenye kundi la watu pale wamesimama, naanza kuambia ndugu zangu niko na stress. Ananiuliza stress ni za nini ndugu yangu? Naambia ya kulipa nyumba. Ananiuliza mbona unaingia nyumba za bei kali? Na huku chini kuna nyumba za bei rahisi. Nikawauliza nyumba za bei rahisi mnataka kuniambia ni pesa ngapi? Wananiambia
hapa chini kuna nyumba za 2,500. Unaona? Ndiyo. Na mimi nimewaambia niko na stress ya kulipa nyumba ya 500. Sijawaambia ni bei gani. Maana yake ndio wameniambia huku chini kuna nyumba za bei rahisi. 2,500 unapata nyumba, 3,000 unapata nyumba. Shilingi ya Kenya. Unaona? Mimi nikawaambia mimi unajua nalipa nyumba 550. Sasa unasema ukweli, hiyo ni nyumba gani unalipa na uko na stress? Toka hapa. Wakamwambia ondoka hapa wewe, unafanya nini hapa? So kila mtu ana story ndugu yangu. So kutoka hapo ndio Mungu anaenda kiinua watu wake. Unaona? Kwa hivyo nashukuru pia Mungu sana. Pia niweze kushukuru siku ya leo. Nimefurahia sana. Unajua ukikumbuka ile story maisha ulikuwa unapitia ya zamani, ama maisha ya awali ulikuwa unaishi, ndio kwa sasa amechange. Kwa hiyo ni vizuri tushukuru Mungu pia. Na pia ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii kufika hapa ndani ya studio za Munishi TV. Ndio. Yes, ni fursa mzuri sana. Ndugu yangu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nimeshukuru sana. Karibu sana mwanahabari mwenzetu. Japo wengi hawanionagi kama mwanahabari, wananiona ni mtu wa kuhojiwa tu. Leo na mimi namhoji mwanahabari hapa. Mwanahabari. Sasa ndugu yangu, hebu nieleze. Umesema ulipokuwa unaishi Kiambu, soko Mjinga hapo. Naam. Na mpaka sasa hivi umetoka hapo, unafanya shughuli gani sasa hivi? Shughuli niko sahi niko na kando na hii kazi ya utangazaji. Unajua pia hii ni kazi pia kubwa sana. Hii kazi ufanye research, mambo mengi. Hii kazi sio huduma. Naam. Ingawa pia kuna kazi ile ya kando nafanya hapo ya biashara. Ndio. Kwa hivyo mimi pia nakuanga technician. Ndio. Technician, kwa hivyo tunaweza semaje kwa lugha mzuri ambayo inaeleweka? Fundi wa simu ama? Ni fundi wa kutengeneza simu. Fundi wa kutengeneza simu. Nimesema nitajifunza mengi hapa ndani ya Munishi TV. Karibu sana. Asante. So unaona, niko pia na hizo shop. Ndio. Hapa tauni. Naweza sema ni tauni mjini Nairobi, kwa sababu ni Nairobi. Sawa kabisa. Uko maeneo gani hapa Nairobi? Niko Molem. Molem. Molem wengi wanafahamu sana Saika. Kwa hivyo niyo area ya Saika. Ndio hapo unapofanyia. Nadhani maybe unafahamu. Si maeneo karibu na Kayole. Very good. Hapo sasa. Sawa. Kwa hiyo sasa ndugu yangu, hiyo ndio kazi nafanya pia wakati sijaenda kazi. Maana yake niko na wasaidizi pale pia wananisaidia kwa kazi hii. Sawa kabisa. Unaona? Kwa hivyo siwezi fanya kazi peke yangu. Naam. Kunao mandugu pale wananisaidia pia kufanya kazi hiyo. Basi nimeshukuru sana mtumishi. Sasa kuna ulipotaja kazi ya kutengeneza simu, umenifanya nikumbuke kwamba kuna fundi wa simu nilimpelekea simu yangu ikiwa imekataa tu kuchaji. Sasa akaiwekea makosa mengi tu kwamba inakuaje. Sasa akasema kwamba imeharibika kabisa. Imeisha kabisa, hiyo ni kama ninatakiwa itupwe tu. Akasema kwamba huna simu hapo sasa. Hapo simu sina. Sasa je, wewe najua si mmoja wa hao mafundi. Hebu tueleze tofauti yako na mafundi hao, na hao wenye hizo tabia unawaonya kivipi? Okay, ni kwamba tabia hiyo ipo. Ndio. Maana yake ukiangalia hapa nje majina yetu yameharibika sana. Naam. Maana yake mafundi kama hao wameharibu jina ya mafundi wenzao. Unaona? Kwa sasa ukifika mahali unasikia ukiambia mtu pelekea fundi huyu simu yako aweze kukutengenezea. Ndio. Atakwambia mafundi wote ni wakora. Ni wezi. Ndio. Unaona? Kwa hiyo anakuambia fundi mzuri ni fundi wa kichwa. Anakunyoa tu na kichwa yako naondoka nayo. Kwa hiyo niseme kwamba mafundi wameharibu jina yetu. Lakini sasa mimi niko tofauti. Na manake ile uzuri niliingia kwa hii kazi nikiwa naokoka na muogopa Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa hivyo mambo ya ukora singeweza
singefikiria hapo. Maana yake nilikuwa naogopa kitu cha bure. Nilikuwa naogopa kitu ambacho hakijatoka kwa jasho yangu. Ndio. Kwa hiyo nikaogopa fanya kazi na watu kama hao. Kuvumilia sometimes ilikuwa inakataa tu, naona niweze kuwastaki kwamba wamefanya makosa. Lakini sasa hiyo kuvutwa kazi, matatizo mengi ya kuvutwa kazi. Ukiwa mkweli kuna wale ambao hawataki kweli. Yes, ndio. Sawa kabisa. Kwa hiyo kweli. Kwa hivyo nikasema kwamba nitakula kile kimetoka kwa jasho yangu, sio jasho ya wengine. Sawa kabisa. Mtazamaji unayenitazama, ni mchungaji Faustin Munishi, na leo nimetembelewa na ndugu yetu wa Story Yangu Media Kenya. Na yeye hii Story Yangu Media Kenya iko live hapo YouTube. Kwa hiyo leo amekuja kunitembelea hapa na mimi nikasema nipate nafasi hii ya kumhoji mwanahabari mwenzangu. Kutupa utufollow pale kwenye mtandao wa Facebook. Pia pale kwenye mtandao wa TikTok ni Story Yangu Media Kenya. Pale YouTube pia ni Story Yangu Media K. Kwa hivyo ningependa pia uweze kutufollow kupitia mitandao hiyo. Pia utuachie subscribe hapo YouTube. Kumbuke kwamba Story Yangu Media maybe zikawa ni nyingi, lakini utapata tumeweka logo yetu. Na pia YouTube yetu iko na subscribe hiyo mpya, nawaambia iko na subscribe 700 na kitu. Kwa hivyo ningependa pia utupe support yako kwa kupitia subscribe. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Asante. Mungu awabariki sana. Asante. Mungu akutendee mema wewe ambaye unatutazama hapa kwenye ndani ya Munishi TV. Sawa. Basi nawapenda ndugu wapendwa watazamaji wa Munishi TV. Mungu awabariki. Na pia nitarudi hapa. Lakini kabla hata hatujatoka live, kuna kitu ningekuomba. Nikubalie tuko live na kila mtu naona. Ningeomba tu unitembelee pale uko kwa ofisi yako. Pale ndani ya Story Yangu Media Kenya. Sitaki niahidi. Na mtazamaji unajua anaona pale. Lakini singetaka kuahidi uongo. Lakini kama Mungu akipenda, kama wewe ulivyokuja, na mimi iko siku nitapata nafasi pia nitakuja kukutembelea. Nimefurahi wewe kunitembelea. Tuko live kwenye channel yangu. Na wewe pia uko live kwenye channel yako ukipitia channel yangu. Kwa hiyo na mimi pia ningependa ushirikiano wa namna hiyo, ili cha msingi neno la Mungu liweze kuendelea. Haleluya. Kwanza ujumbe niliopenda kwako ni kwamba wewe ni fundi wa simu na unawaonya mafundi wengine wa simu kabisa wawe waaminifu. Ukiletewa simu ya mtu mtengenezee. Kama kilichoharibika ni mambo ya charging tu, weka hako kakitu, umlipishe hiyo kama ni 200. Mlipishe hiyo 200, hapo mwambie nenda, kesho huyo mtu atakuletea mteja mwingine. Hata nadhani kama wanatutazama mafundi wa simu, munaona jinsi mimi naendelea. Ndio. Siendelei kama mwizi. Na mnajua wezi jinsi wanavyoendelea. So mimi munaona kwamba Mungu anazidi kuniinua. Amen. Kwa hivyo sasa nikitoka, hata nikiondoka, niingie kwa hii mambo ya media sana. Kazi hiyo muifanye vizuri ndugu zangu. Msije mkaibia Munishi vyombo vyake. Amen. Wakati amewaletea umsaidie kutengeneza. Amen. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa watazamaji wa Munishi TV na Story Yangu Media Kenya, tutazidi kushirikiana na Munishi TV. Maana yake nikija hapa na ya studio yake ya Munishi TV najifunza mambo mengi sana. Naendelea kujifunza mengi. Maana yake ni baba yangu wa kiroho. God bless you. Amen. Basi tunaingia kwenye muziki kidogo hapa. Yesu mwokozi wangu, oi nateseka, bado nakutukuza. Mungu wangu nisaidie, heri waniue, kweli tasimama. Mimi
mateso na dhuluma. Injili ya Yesu, maisha na waumini wake. Siasa mtawatenga vipi? Na kadi bado hawajachoma. Mkitaka vyema seme wenye dini wote wachome kadi za siasa, watupe, hapo tutatengana. Asante sana. Naona leo tumalizie hapo. Mungu awabariki sana. Thank you sir. Asante sana. Asante sana kabisa. God bless you. Sasa tunaweza kufunga vyombo hivi. Sijui tunazimaje hii live yetu. Hii live inazimiwa hapa. Yangu inazimiwa hapa.